Bethel Clouds TV, empowering lives. Thank you. We give you glory. We give you honor. We worship you. You are the greatest of the greatest. You are the King of the kings. We adore you. Tunakuheshimu na tunakuja mbele zako, maana wewe ni Mungu. Una uwezo, una mamlaka juu ya binadamu wote. Jua kitu chote kilicho ni kiumbe, ulikiumba wewe mwenyewe. Ndio kwa maana tumeunganika. Ndio kwa maana tumeunganika siku hii ya leo ya utukufu wako. In Jesus mighty name, somebody say amen. Mnaweza kuketi. Muganga, nipatie iweke hapa. Check. Balance vizuri. Weka hapa katikati. Igeuze. Wewe wachana na yeye. Wacha. Hapo. Ai. Muganga. Uganga umeisha kabisa. Sasa uko swali kabisa. Naomba unisalimie. Balance vizuri. Naomba unisalimie. Uganga umeisha? Kabisa. Ambia watu hawa uganga umeisha. Sitaki kabisa, hiyo niliacha kabisa. Uliacha kabisa? Kabisa. Hata haiko kwa akili yangu sasa. Sasa haiko kabisa kwenye akili yako. Unafanya nini? Unataka kufanya nini? Sasa ni kuvumilia tu, mimi navumilia. Kazi unataka kufanya kazi gani? Kazi tuko, lakini sasa kuvumilia ndio kitu ya maana. Lakini sasa huwezi kukosa. Ni kazi gani unataka kufanya? Ndio nakuuliza. Ungetaka kufanya kazi gani? Mechanic, plumber, biashara gani? Kufanya business. Kubwa, vitu vinatoka ng'ambo vinafikia hapa. Kitu kama hiyo. Na sasa juu sasa umeacha uganga, unapata lishe wapi? Hiyo siwezi kosa. Huwezi kosa. Kulingana na maombi yangu ile naomba, siwezi kosa kitu ya kula ama kukaa vizuri, kitu kama hiyo. Yes. Asante sana, unaweza kuketi. Huyu amebadilika. Wengine nyinyi mmekataa kubadilika. Huyu alikuwa mganga, halisi mganga. Lakini nyinyi mmekataa kwa sababu mnataka TDH, tall dark and handsome. Mnacheka nini? Mnacheka nini? Nimesema shati yako ni handsome. Leo tulisoma Biblia verse gani? Wait, boss. What's wrong with you? Ati hajaona nini? Ameona nini? Shati. Ameona shati. Leo mchana tulisoma Biblia chapter gani? Sasa hii ni gate. Hii ni gate. Hizi za chini hizi. Si hao watu walikuwa muda wote huo. Haipo kabisa vizuri. Toa drum because you can be able to touch. Niliona Medho alisema makamaka ke. Makamaka murodhi mekereire ke. Sasa we have to sit on jege so that we can come at the murodhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa number 2 tulikuwa tunaingia kwenye nini? The spiritual gates. Spiritual gates, ndio.
What is a spiritual gate? We learned about the family gates. Tukapata it's your mother can be a gate. Your father can be a gate. The territory where you've come from is a gate. Religion is a gate. Marriage is a gate. Tribe is a gate. Bloodline is a gate. Family tree is also a gate. The family tree. Kuna watu family tree yao inasemanga wanakufanga at 40. Kuna family inasemanga this, ukifuata hiyo channel, unafuata hiyo channel, unakuta anakuwa kiongozi za king. The kingship kama ile UK, the United Kingdom, it is about the family tree. It is not actually from ni father huyu ikaenda kwa father huyu. It's about the family tree. Ndio nakuta mpaka sasa Diana was once supposed to have been the queen. Ndio naona watoto wake sasa wameregeshewa. Lakini aliyekuja ni Camilla pamoja na Charles. They were not part of it. But kwa sababu Diana alikufa wakaruka from the line wakaenda kwa line nyingine. Sasa huyu Charles amebidi arudishie watoto wa Diana ndio structure irudi the way it's supposed to be done. That is what we call the family tree. Bwana Yesu asifiwe sana. The family tree is bigger, ni kubwa sana. Alafu inaendanga inatafutana mpaka unakuta inside the family tree kuna kitu kinachipuka. Kuna in the family tree unasikia hii clan yao fulani wa fulani, unasikiaga fulani wa fulani huyu alikuwaga fulani hii ni fanederacy yao. It is the family tree. It can also cause you to grow or not to grow. Praise be the name of God. It can cause you to stagnate or not to stagnate. It can cause you to become or not to become. So the family tree is a big gate that controls. Let's move now to part 2. Number 2, it is the spiritual gates. Spiritual gates, tunataka tuziangalie from, they are 12 gates. We have 12 gates, and these gates are very powerful. Ukiangalia baka the Bible in the book of Revelation, they talk about the 12 gates, that the 12 tribes. Bwana Yesu asifiwe sana. Jesus wakati alianzisha huduma yake alikuwa na watu wangapi? 12 men. And Jacob alikuwa na 12 tribes, not sons. 12 tribes. Jesus alikuwa na 12 disciples. And the heavens, we have 12 heavens. Praise be the name of God. We have 12 heavens. So number 12 is a very crucial number in your life. Number 12 is a very crucial number in your life. It is a gate. It commands the heavens. That is why at Moses, baada ya kuwa na 72, they reduced to 12. Jesus had so many, they reduced to 12. Then we have the 12 tribes of Israel, and then we have the 12 gates. In the book of Revelation, it talks about the 12 gates. Ambazo wakimultiply 12 by 12 inakuja 144,000 ambao wataingia kwenye ufalme. Fafaito. We mwega. Ukatu. Kuhia na ate hava. Ndona no amunyo kajwe no yakwe hago kwe inemeraga atia. Ino yagoko. Ino nemeraga. No ino ne athire biu. Kehutie ndenya mumuthi. Ate niki gikurehire guko? Ne gukire gwika atia guko? Goko rina gathina ka muthemba wa muci. Kakumuthutha niwe wanjiraga niro mututhanigi. Umuthutha ni magogo. Kumathuthanigi cihuruta igera kundu kwi tara korirete mbura nene ndagera kundu kwi maĩ-inĩ ciura kuhitukira uguo corega bang'ororo kinya hituka ithie ng'ororo kinya hituka ithie muthenya ũngĩ turarĩ semina handũ hangĩ no nĩ mathomo ta maya na nyinũkĩte ndakinya hau itanakinya mũciĩ-rĩ ngari yokire ũguo ĩgĩthiũrũrũka ũguo ĩkĩrega barabara ino ne bara igiraga bara yoko ikengora ha mama oyo ikengutha ngegwa ngina ko guko weri no akeda na muri to ne kodra ndrohoro prasta ndra keda guthia ugo kinya ko gwate ruthi no ndene gu ne ucio wa muthemba wa kumone magogo
Neshiora. Negi. Tareu iyo. Iyo ndi nyoba. Geigwa sushi akapio ka. Geiko gogona vitima na yakana. Na ninge kapia ko ikihora. No mo Yagabirio ka. Egiakana. Na kia kagabia ko ikihora. Mwakia vitima ndiramona na ndenyuma ndi wiki. Muthenya ungi murango ni muhingure. Ni mundu akahingura murango amini akahinga to ni hingurite akahinga no ni ndiramona ni arakate we ne aranyona no ndiramona riu yo ni pepo juru muno nikio gitumire juka guku tu turano nayo pio murano na uguo ni wetikirie woka guku ni mukurano nayo kuma rire gukire guku ngine kumite thutha riu ona cie thiini wa nguo uradire ndoiga ne tiriri shume ithie pio uwe nagi tunini twiha dige kora gwera twiha tondu ngore igira nyumba ri karima ge ka ukete huta kanini ekete nduri kona kauma ge ka huta ugo riu ndoima gukudaga ukona ri kwisha maneno uga mwathani Jesu mwana wa Ngai kuma umuthi nindashoka kuri we udekere mehia makwa maria ndekire ndi mwanake na ndi muthuri mehia makimerera mehia ma muci witu mehia ma thakame yakwa nindahera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uga amen indo icio ciothe ni ciathira. Thank you. It negates za familia. Ni vitu ambazo zimetokana na familia. Hivyo anasema ni kweli. Hivyo anasema hako na inzi zilikuwa. Lakini ni spiritual. Magogo inamfuata lakini ni spiritual. Wewe huwezi ona lakini yeye anaona. Inahitaji kuwe na macho spiritual ndio uone. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni milango ilifunguliwa na wao kwao. Kwanyu fafari. Kwanyu muhiriga-ine wanyu ri no ari mundu mugo muhiriga-ine wanyu kejuge arada korereire ri gukatho magai IC no kuria wigwa muhiriga-ine wanyu ndirakuria family-ine yanyu muhiriga-ine wanyu ri no kukwaiguaga kwago thiini wa muhiriga tuti family muhiriga ndakuria uhoro wa muhiriga itura ria kwanyu ri itura ria kwanyu ndeiguite mundu mugo waiguite ke no ari munabii kwitu asare kejuge atiriri kejuge hao nabii ni ndio koreto ndio makiria tondu hada korereire ri na tukire outer boy we ni wale outer boy 1956 we wale outer boy ni waku wa Githii waumire kuoneke waumire kuoneke tikuma ndoimire ndiumete uri wa outer boy ona ciana cia kore ikarathi tikuma ndoimire ndirite ona mbere toru kwatire akoretwo ndinayo we wa Catholic we wa Catholic okay wale altar boy 1956 mademons na warutanire na moko gikarethi ikarathi Koronio ile agekatira ni agejirite. We have types of spiritual gifts that allow or influence into your life. Types of spiritual gifts that influence, zinafanyanga maisha yako ibadilike, biashara yako ibadilike. Unakuta unaishi kama sasa huyu mzee, ile roho inakuanga na huyu mzee, inakuanga na huyu mama. Ni kweli? Yeah? Unaonanga watu wakikuja kukupiga? Unaonanga nini?
Wonaga matoi, nuonaga manyoni, nuonaga magogo. Ni nyona magogo. Kuma thutha wathi haria wathi guikara the magogo magoka. Tari no nyone kigogo kihitukiire haria. Ndigathie. Sinjui. Ugo nuonaga magogo. No kona emaki maya manene. Manyoni niki kikibonaga magogo. Sumesikia mzee huyu? Angalia pale wamekaa. Angalia nguo yao. Bwana siwe sana. Nipatie nini bass kidogo na voice kidogo. Si unaona? The influence on whatever you do, wherever you go, utakuta unajikuta into the position or into the place. Kama wewe ni mchawi ama umetoka kwenye ukoo wa uchawi, uingie ndege sasa hapa uende Amerika, mahali utaenda kukaa lazima environment hiyo iko na wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakutana nao, network inavurutana. Ni kama mtu wa mvutaji wa bagi. Mvutaji wa bagi akitoka hapa aende South Africa, Pretoria, anahitaji tu masaa mawili kujua mvutaji mwenzake. So utakuta watu wale ambao in the spirit kuna kitu kiko ndani yao, kuna mlango. Huo mlango ndio unajuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo mlango ndio unafunguliana. Wanakufungulia sasa, hawa ni nini wanafanya tafu? Mutike mahoere tu. Can somebody help me here? What is it? You see now, wherever you go to any place, sasa kama hawa unakuta wamejipata close to each other because there is a communication. Roho hii nikijaribu kuitoa sasa hapa, ile italinda hii. Nikitoa ya huyu, hii italinda ya ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakutaka when tukifanya deliverance, it is a spiritual gate, and a spiritual gate can be influenced, inaweza kuletwa na the people in your life. One, also being your parents. Number two, your spiritual leader. Number three, the people you sleep with, the people you have sex with. They can bring or open up that gate. Mwanaume anaweza kukuja kwa maisha yako, wewe unaonanga mwanaume lakini ni jini. Wewe unaonanga mwanamke lakini it's a spiritual being, it's not a human being. It's only that this spirit is housed in a body. Lakini the truth of the matter, huyu si mtu, ni kitu ambacho kimekuja as in the form of a body, but it's a spirit. Na ndio tunaitaga, unakuta mtu kama huyu sasa unaweza kufikiria ni mtu, kumbe akuagi ni mtu, ni spirit. Much of her inside her ni spirit. Niondolee hiki kidogo. Ni spirit. Na hiyo spirit inakujaka kwa sababu kuna mtu labda ametoka Brazil. Huyu unaweza pata ametoka Brazil, amekuja mpaka Nairobi, amelocate. Huyu anakujaga wapi? Wanaweza kukutuma kutoka South Africa because of this church. Ukuje purposely, wamekuja kuvuja hii kanisa. So atakuja in the body of a human body, but in the actual sense is a spirit. Na itakuja make sure influence anything and everything that you are doing. All of a sudden huyo mtu anapotea, anaondoka kwa maisha yenu. All of a sudden unakuta huyo mtu tena hataki kukaa. I have witnessed in the last 2 weeks, 3 weeks ambazo zimepita, 2 beings that are spiritual but they were in a body form zimetoka hapa. 2 beings that were in a body form but were spiritual, that were sent purposely to come and disorganize, disorient and destroy our structures. Praise be the name of God. And this also can be a man. Unaweza kuwa umeolewa na mtu, mnakaaga naye kwa nyumba lakini hakuagi mtu. Wao unaonaga ni mtu na unasemaga ni Mr.
so and so, ni Mr. my lovely husband, lakini he is not a husband, he is a spirit. Na hii inakutokananga na mlango ambao unafunguliwa, because they will send somebody from far, they will locate. Na sana sana muangaliage watoto wenu sana, because they have desired, watoto wengi they have desired hiyo ya kwenda out of body experience. Wanalalaga kitanda, unawacha mtoto amelala, lakini alishaondoka na akaenda, ako Brazil, ako Scotland, ako akifanya kazi. Yeye ametolewa hapa, lakini akienda huko anakuwa kama msugu, anabeba sura ya msugu, mwili ya msugu, kama ameenda kwa wasugu. Akienda South Africa na anaenda kwa Waafrika, anabeba sura na body ya Mwafrika huko, lakini ni mtoto wako ule unaitaga Jane, ni mtoto wako ule unaitaga Karioki, ashaenda. Ndio unakutaka kitoto kimelala, unajaribu kukiita hakiamuki, kimelala kililala saa 2 jana, saa 1 jana, mpaka saa 1 asubuhi, saa 2, saa 3 bado kinalala, hakiko hapo, kilishakwenda. Na kuna venye unaweza kumshtua muamshe akatae akufe, maana spirit yake haipo. Na ukimwamsha kabla spirit ikuje, anakufa. Ndio nasikiaga ni drama ukili hadi kwa moyo wangu wewe alata blokia maguru alakoma, because disconnect, is already disconnected, umekata line kabla irudi. Bwana Yesu asifiwe sana. And there are many people we have here, as in the form of husbands, in the form of wives, in the form of workers, in the form of praise and worship team, in the form of ushers, in the form of washirika. Huko hapa kumbe unakuaga na mshirika na si mshirika. Ni pepo linakuja, limevaa nguo kama hii na kitambaa ya Deborah. Lakini ni pepo linakaaga wapi? Linakuja linakuwa secretariat na lisimamia secretariat. Lakini ni pepo linakuja linakuwa liasha, kumbe si liasha, ni pepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamkuta hapa kuimba ni muimbi, anaiba mpaka watu wote wanashagamuka, because it is a spirit. And that is a gate. Na hiyo ni gate inatokananga na mizizi ya kifamilia. Venye wewe mtoto ulimuzaa aje. Maana wengine hapa mnakobulenigi mtoto wangu aliharibika, mtoto wangu hakuagi, hanisikilizagi. How did you get this baby? Ulikaa miaka 12 huzai, ukakaa miaka 13 huzai, ukaona uende kwa mapasta, ukaobewa, haukuzaa, ukaenda kwa muganga. Kwa muganga ndio ulipatiwa kamote, na huyo muganga akalala na wewe. Alipolala na wewe, ukazaliwa. Huyo mtoto si binadamu, ni mtoto wa spirit ya kiganga. Ile kitu amebeba ni body. Na ndio naona kuna wanaume ama wanawake in the family, yaani hiyo mtu hata anakaaga kizobi, kikianza kulewa kinalala mpaka kwa geti, hakijarigi maisha yake, hakijarigi venye kinakaaga tu hivyo havagara, hakijielewi kabisa. Huyo hakuagi binadamu, anakuaga spirit. Na amekuja kutorment, amekuja kumaliza hiyo familia, amekuja kuhangaisha, amekuja kumake sure ameenda na pesa hiyo familia yote imeenda, amekuja kuhakikisha hiyo familia ameimaliza. Akiingia mwanamke, akiingia kama kale kamama kanaitwa Tama wa nani? Tama wa Juda. Unajua Tama wa Juda? Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Genesis chapter number 38, Tamari ndio Tamari ndio Tamari ni Gikuyu, Tama ni hiyo Iruga. Sasa ni 38 mani wote 38, yeah. Huyu mwanamke alipoingia ndani ya familia, na alipoingia ndani ya hiyo familia, alihakikisha ameharibu the prophetic word. This spirit being, they come into your life just to destroy the prophetic word over your life. They are just sent because of that prophetic word. Kuna mwanamke vimetakuja kwangu. Hata mimi naonaga kama nishakuwa na wao wawili kama watatu hivyo wanawake wa taburi hiyo, ambao wamekuja nimelala na wao. Kwa sababu walikuwa nilijulikana hata kabla nizaliwe. Nilijulikana mimi ni nani? Ni mtu mkubwa. The Bible knew me. God knew me before you were born. I knew you. I had been set aside and protected, consecrated and anointed to become a prophet unto the nation. They know this is person anakuja kuharibu ufalme, wanatuma wakwao. Wakati nilizaliwa kuna counterfeit yangu ilizaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati immediately nilizaliwa kuna counterfeit ilizaliwa, na it is in spirit. That counterfeit is in spirit, but carries a body of a human being. That is why ikuje kimama kama hiki. Wewe unaona nini? Kimama. Hebu jiulize, huyu tulimumaki huko kwa barabara akiuza madisi na tukaanza kumwachia vitu zetu.
bila uoga, because we were same in the spirit. Alizaliwa na mimi nikazaliwa, we were same in the spirit. That is why we connected. Mahali popote tulienda, huyu mama wakati alikuwa kwa bangi, tulienda, alitukuta pale Holy Family Basilica, akaona kwa boot nilikuwa naweka nguo yangu jacket. Unajua kuna zile boot clean, sisi magari mnakaga nazo zinakaga chafu chafu, kuna boot zinakuwa clean, unaweka nguo zako hapo chini, hatuwekagi hapa. Kwa nini? Unaweka ndani ya boot. Sasa nikienda kufungua niweka koti yangu ndio nitembee, akaangalia akaona zile noti za bangi za milioni 1 zinafungwa na karatasi zilikuwa zimepakwa huko nyuma. Mama na macho yake sijui ni macho ina gani, akachungulia akaona nini? Pesa. Sasa akaniita my boy. Sasa mimi nikaona mama ananiita my boy, mimi nikaenda kwa sababu ameona my boy. Nikamuuliza how can I help you mom, na akaniambia my son. Tukaanza story. Najua ni mama kiherehere. Story. Akaweza kuniuliza kama niko na account kwa benki. Nikamwambia sina. Nikamwambia sasa, akaniambia si unaweza taka kufungua account. Automatically in my mind nikaona kazi. Yeye anaona kazi, tuweke ile pesa ameona, na mimi naona kazi, ile pesa ameweka niende niichukue. Umeona? Unakuta we are connected in a particular spirit. Yeye anaona pesa aweke, na mimi naona pesa nichukue. Sasa yeye aliona niko na pesa kwa gari, ile macho ilifanya aone. Hiyo ndio muhimu sana ku understand, ni macho gani hiyo na ni kwa nini aliona wakati huo. Na mimi nikaenda kupaki Holy Family Basilica wakati yeye anatoka kuobewa na mudigi mwanawaseki, na mimi ndio nakuja kuweka parking gari yangu. What is that connection? Ni hiyo mlango na sugumsia. Ndio huyu akaona, na mimi wakati alinisugumsia connection ikaniambia huyu mama is a source of money. Yeye anaona a source of money. Sasa ile ilifanya kazi. The one that has a stronger spirit ndiye win. Mimi nilikuwa na a stronger spirit than her. Maana mimi nilimwambia kesho nitakuja tufungue account, na akaenda kunigojea huko, na mimi nikatengeneza vijana yangu na mabuduki, tukaenda tukamuralisha chini na tukamuitisha pesa. Alitoa 40 million, alituabiria, tukaenda tukatoa mahali hiko. Kwa hivyo mimi sikuweka yangu, lakini yeye alikuwa na spirit ya kunifuruta tuweke yangu. Yeye aendelea kutajirika, na mimi nikakuwa na spirit strong ya kuchukua yake, nikatajirika. You can see now the power of the spirit, the spiritual gates, how they operate. They operate systematically and they understand one another. Utajikuta umetoka hapa umeenda Mombasa, ule mtu utaenda kukutana na yeye ni the same spirit na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza vurutwa na kimama kutoka hapa mimi. Kama sasa mimi naweza kuvurutwa na kimama mpaka Mombasa. Sikijui, lakini ile hoteli nitaenda kuradi hivi, nitakutana naki hapo na tutapendana. Na kutoka hapo downfall yangu inaanzia hapo. Kutoka hapo maisha yangu inaharibika. Kutoka hapo kila kitu yangu inaanguka, because there is a connection. Nilivurutwa nikapelekwa huko. Kuna siku moja nawabiaga hapa ile tunakula ile kanyama nawabiaga tulikulaga ile ya kulalishwa kwa hii msigo yenu. Hiyo mimi nimekula kanika unedete mno, na nilikuwa navurutwa na mama alikuwa na Nakuru. Kisichana kilikuwa Nakuru, kilikuwa kinanivuruta, kinanipigia simu, kinanianza kulia, unanichukia tu, unipendi. Na muuliza babe, na uko wapi? Ananiambia niko Nakuru. Nagurumisha gari saa 7 usiku, nikiibia mpaka Nakuru. Nikifika Nakuru nafika saa 8 saa 9. Niende hapo, unajua ka operation ka haraka ni dakika 2 tena nagurumisha gari, na muachia 50,000 na muachia 100,000, nagurumisha gari narudi. Si kulala, nagurumisha gari narudi Nairobi. Sasa ukifika Nairobi nafika saa 1 hivi, saa 12 unajiuliza what was wrong with you? Niki kiu kiandwara na Ikuru ri utuko na ndacoka utuko ri niki na ndaheana mbeca na muciĩ gwakwa ndigire ndeta na ngoma shaitani. Niko naona gatandua mbeca mute iguru, ziende uchimbe hapo na chimbaka hiyo pesa nyang'au hii. Ninaacha kama nimetukana bibi yangu, nimetukana mpaka watoto, sikuwalipia school fees, lakini niliitwa saa 7 usiku nikakibia Nakuru, na saa 8 saa 9 nimerudi Nairobi. Sasa unashindwa ni nini hiyo? Hata sikulala, ati asubuhi aniwekea tu maji moto, ama asubuhi mahede akenyorokia mahede, nothing. Ni hiyo tu muhangaiko. Njiulize, ningepata accident na huko kwa barabara, ningesema nilikuwa nimeenda kufanya nini? Tuende a very good example. Jirogo aliachwa hapa akienda nyumbani, alikufia wapi? Alikufia wapi? Naivasha.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini hiyo ilimvuruta mpaka ikaenda kumumaliza? It is that spirit. Kuna spiritual gate. Hiyo ndiyo ilimvuruta ikaenda kumumalizia huko. Anaweza kuwa hata Ruto hakuhusika, lakini ni kisichana, alibeba kisichana ambacho hakikuwa kimutu, ndio kilimunyonya kikamumalizia na akamalizika, because they want to kill the star. They want to destroy the star in you. That is the power and the agenda of any spiritual gate. Ikifunguka maisha yako ni ya kumaliza star. Ndio mnaambiago na tunaambiago, not every woman, not every man is worthy your sex. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kulalala hapa kwa sababu umeona Apostle Ndura Waruinge na unaonanga TDH mzuri, jamaa mrefu mzuri, macho imetoka mzuri, sexy eyes na kila kitu. It might be sexy eyes. Ati wacha kuniangalia teko na maisha masia mpaka una brush hivi, kumbe ni nyoka unaenda kulala nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukilala tu because it is only one encounter, unaanza kuenda chini. Biashara yako inaanguka, huduma yako inaanguka, kila kitu yako inaanguka. And also you need to know how to deal with these people, to deal with them. Hawapigagwi, hawafukuzagwi kama umbwa ati wewe toka hapa. No. Ile kitu ukiona mtu na uanza ukue na discerning spirit, ujielewe na uelewe huyo ni nani, usimupige, mulete karibu. Na umuonyeshe whatever you want, it is very possible. Tutafanya kesho. Ikifika kesho, mwambie Bwana amenizungumzia, ameniambia niende fasting ya siku 3. Siku 3 ni saa ni kujikaa kwa mtakatifu. Siku hiyo 3 ikifika, ya 3 ikifika, mwambie Bwana ameniongezea siku nyingine ngapi? 4. Zinakuwa 7. Ikifika siku 7, potea kidogo, jifiche, uende kwa kichaka siku nyingine 12. Ukurudi na 40 days za maombi. Ukienda hivyo, unaenda ukichange game. Unaenda usipigane na yeye. Maana nitapigana na hiki nilikiona kikiwa hivi, kesho kitakuja kikiwa huyu. Na sasa atakuja na ile need, atakuja na ile need niko nayo. Wanajua ninataka pesa ya kujenga kitu fulani. Watalete mtu ako na hiyo pesa nataka. Sasa ungekelea pesa fote hau 3 milioni kana milioni iko mile. No. Na wote warosere na hali ugorero gashai. Na ucoke kuone kile Jehova ubebo na kile Jehova. Na kupe hiyo Jehova si gari, ni puda. Hapa Rugai tunakuaga na matatu nyingi sana. Rugai. Kuna kuaga na matatu nyingi sana. Lakini hujui pana usiku ukitafuta no parking, hakuna uwezi kujua kule zinapakiwa. Lakini usiku kienda, saizi kienda mchana, Rugai hakuna puda, enda usiku. Utakuta puda karibu 5,000 huko zinatembea huko. Mtu mmoja akaniambia, lakini sina ushahidi, akaniambia unaona hizi gari hizi naona mchana mchaka manyaga, usiku ndio hizi puda unaona ni zile gari uliona mchana. Usiku zinakulaga nyasi huko, lakini mchana ni gari za kubeba watu. Na ndio unaonanga gari yoyote ya Rugai ikifanya accident inaishaga yote, na ukienda kutafuta damu hakuna. Kuna damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari kabuni ya Rugai inaitwa Ronga ile blue. Nini imechorwa hapo kando? Imechorwa compass. Compass ni ya nani? Ni ya Freemason. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe Jerry gira gari hau na hono kiosio wako. Gari yake muziki raba bu. Najua Jerry alikuwa kama mtu alikula live sana zamani. Sasa akiingia huko Yesu anapoteaka kidogo. Live ya zamani inaanza Yesu anapotea, akipotea kidogo utajikuta sasa ameingia kwa huko, wamemuigiza mara moja. Maana zile song, mapicha zile unaona pale, zile nyimbo unasikia pale, kila kitu unasikia pale, inakupeleka ndani ya huduma ya kishetani. Inakufungulia mlango. Sasa unakuwa umefunguliwa mlango. Ndio unaona hizi manyanga nyingi zimechorwa mavichoro ya kishetani, because ni mlango, a spiritual door to capture a generation. Wakuwe nao. Ndio unaona wameweka muziki na wameweka DJ, wameweka kila kitu na muziki mutamu, because to capture a generation. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo vitu zinatendeka mpaka katika unywaji wa pombe. Kuna pombe ambayo haijatengenezwa hapa, ni pombe imetengenezwa chini ya maji kule kwenye bahari. Kuna nywele hizi kama hii, unaweza kuta hii nywele imetengenezwa kule chini ndani ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hizi vitu kama hii mama amejipaka hapa. Yeye onaga ni mutha kanori ino ni thakame ya mundu mukuo, ne thotekerwo kundu kuriko kule rungu rwa iria. Riu ikaraga haha etereire Waruinge nigetha geka Waruinge atia aka Waruinge higo nyaje kumya mam kwenda tadie kwa mam. Sasa mimi naanza kuita mama kama huyu mam, kwa sababu nimekamatwa katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekamatwa katika nini? Ulimwengu wa kiroho.
Na ukikamatwa umekamatika na haujui ukienda, ukienda. Unaona kama hii kitu nilikemea hapa sana ya lesbian. Nilidili nayo for about 7 months. Nyinyi hamku inamjua, lakini nilikuwa na deal nayo for 7 months. Pole. Kujaribu kujua imetembea ni network yake katika hii kanisa. Imetembea namna gani? Na ndio nikajua, nikajua grupu ya lesbian na grupu ya magay ilikuwa nani hapa. Nikajua wawili walikuwa kwa praise and worship, nikawatoa, nikawaweka hapa. Wakaleta shida. Baka mmoja kaniambia, umenitoa hapo lakini my mantle, that is my office, umenitoa hapo lakini I'm still there and I'm commanding and I will command there. Aliniandikia message, I am commanding and I will command there. Nikajua okay, nikaeka tick. Nikakaa kidogo sasa, nikawaona wanaanza kukuja wakiwa wawili, wanavaa the same, wana match, wanatembea, wanakuja, walikuwa na kaaga wapi? Hapa, wakiwa wawili. Nikawafukuza, nikamwambia wewe toka hapa, mmoja akakaa huko. Venye walirudiano hapo, huwezi kuwatenganisha because it's a very powerful spirit. It's a gate that is used by the Luciferic power, Luciferic agenda, the Lucifer mwenyewe. Hiyo ni kazi. Hiyo sasa ndio ile ministry yake kamili yeye mwenyewe. He is the one that coordinates. Hatumagi malaika wake, hatumagi maajedi. It is him, the gay and what? The lesbianism. Sasa nikakuja nikajua hawa. Lakini sasa nikajua hitu ni tunyoka tudogo. Lazima kukue na mama yake hapa. Lazima kukue na baba yake hapa. Sasa nikaanza kufuatilia pole. Nikaanza kuona vituko, nikawaita. Wale wote nilisuspect ni lesbian, niliwafanya wakuwe intercessors. Wote ambao nilisuspect, huyu anaweza kuwa, niliwaita wote nikawafanya wakuwe because you need to expose them into a spirit, into a volatile power fulani, ndio ilipuke ile kitu, kwa sababu ni spirit inajua kujificha. Lesbian na magay wanakuanga na power ya kujificha. Unaweza kukaa na yeye kwa nyumba na hujuagi ni gay. Unaweza kuwa na mwanaume amekuoa lakini anakaoga na mwanaume, anasemanga huyu ni workmate, amekuja kunitembelea kutoka Mombasa, kumbe ni bibi. Na wao wanakuwekea mpaka kasi Nairobi, unatoka saa 12 unaacha workmate ya mtu yako, ama boss, ama mtu mwenye alikutafutia, ama tulikuwa tunasoma na yeye, kumbe ni bibi. Ukichomoka wanarudi kwa kitanda. Wako na power ya kujificha. So for these people, for able to unearth them, unawa expose into a powerful volatile power kubwa. Sasa unawaleta katika platform ingine iko juu kidogo, ndio uweze kuwaelewa. Hiyo platform itawachoma, itawalete. Lakini ukikaa maisha ya kawaida, mtakaa na yeye miaka 10 na utawaijua kama ni gay ama ni lesbian. Wewe mwenyewe utakuja kujikuta ulijoin kitabu. Wewe kwanza ndio unamwambia, maana anakurushia spirit. Wewe ndio unakutaka unamgusagusa hapa. Niliona siku moja Roda aliguzwa hapa, nikasema, "Oi Roda wito." Nikahurumia Roda. Sasa nikajua nakatile nyama ile. Alispikiwa kang, uspankiwa hapa, wanaspanki. Ni kweli Roda? Yes. Alikuwa amefakisha. Na kutoka siku hiyo Roda alianza kuogeaga matope hapa. Roda alianza kufanya vituko havieleweki. Na akatoka kanisa akaenda huko, akarudishwa tena. Kwa sababu walimuspank. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio nikaona wengine hapa, tusiana tule tunatoka kama mkuru. Tukaanza kupelekwa, naona hii kasita na hii kamurago kako hapa kafugwe. Unaona hii kamurago kakupanda hapo hivyo. Kawekwa kafugwe kabisa, kwa sababu tusiana hutu tu mkuru tunaendaka kuuziwa matiti na hapo juu. Kuna vijana wawili, kuna watu hapa huto tusiana, huto tudogo tuna manyonyo. Ni kamiaka 10 hivi, lakini kana nyonyo kubwa kuliko za masi. Na huyo mmoja alikuwa anawanunuliaga switi na anunulia mikate na anaenda kuwavalisha nguo. Wasichana wakubwa wanaenda kuwavalisha nguo aje? Anaenda kuwavalisha nguo. Alafu anawaambia, "Hebu nione." Na huko na tutu vitogo. Na nagusa na kanekega. Na hizi zako ni kubwa. Na sasa mpaka akawazoesha. Mpaka akifika huko wanamwambia nyonya kidogo. Bwana Yesu asifiwe. So if you are not bright here,
Kama you are spiritually not powerful to understand, hawa watu watakuja, network itakuwa kubwa mpaka ujipate hakuna. So when I realized wako hapa na wako hapa ndani, na nikajua sasa already washaingia, hawapigagu wapige mara moja tutoka, hapana, unawaleta karibu, unawaweka kwenye jiko. Sasa nikajua the only jiko hapa mzuri ni intercessory. Nikawaambia lalaga hapa. Siku moja nikakuta wameakishana moto, wameoshwa mpaka miguu. Kulikuja mama mwingine aliwaona hivi, akaanza kuwachomoa moja kwa moja, kama wewe si wa Freemason, kama wewe si wa hii, ikiza miguu yako hapa. Usiku walishughulikiwa usiku. Sasa mimi nikakuja nikacheki, nikajua huyu mama ni aroga mbele ya darama. Hakuwa nafaa kuwasema haraka hivyo, maana hatujapata the entire network, hatujapata the system yao. Lazima utafute shimu ile nyoka inakaaga, uitafute pole pole, na hiyo haikuagi haraka, upigagi haraka, unaenda pole pole, unafuatilia na unawafanya wote wanakuwa watu wa karibu kabisa na wewe, ndio ujue, unawapatia mpaka mamlaka, shikilia hapa, ndio mkue mnakaa na yeye, mnakuwa na time ya kukaa na yeye, spirit yako sasa iigiane mpaka umupenye. Maana wao wanakuwa na sadaka, wanatoa sadaka ya kujificha, wanawekelea sadaka hapa ya kujificha. Sasa wewe unafikiria unajua, kumbe haujui. Wewe unafikiria ni pastor mpaka unahubiri katika jina la Yesu mambo yanaenda kubadilika. Mambo gani? Na wewe ushabadilishwa. Kidogo unasikia hata wewe ndio unaspankiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mambo kama that is what I'm trying to elaborate it in a bigger way. A spiritual what? A spiritual gate, how they open, how they coordinate it, how they work around it. Sasa hiyo inakuwa ni moja, hiyo ya magay, hiyo ya lesbian, kuna ya wachawi na warogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta wanaleta nini? Wanaleta zile vitu, wameweka bigiji huko na wameweka mafi huko. Wengine wanakuja wanarusha vitu hapa chini, unakuta kanyogo. Watu walikuwa hapa tukitoa nyungu. Hapa chini tulitoa nyugu, hapa chini tulitoa maji chupa ya 1 liter. Ni iligiaje hapa? Hebu niambie, how did it enter? Maji iligiaje? Wakati kale Kawairimu, mnakumbuka Kawairimu? Kawairimu kalikuwa na power ya kuweka mayai ndani ya chupa. Kale kalifanya moto iwake hapa. Maria akateremka, Maria alishuka, Maria alizima hiyo moto. Maria alizima hiyo moto. Gasi pale tunahakisha gazi hii meko ikalipuke, kaza moto ikawaka hapa yote. Nilijaribu kukimbia, nakimbia huko nashindwa, nitoroke niachane na hawa watu. Nikitoroka inasemekana Waruinge alitoa watu kafara. Sasa tena narudi, unakuja unakuta moto ikajoma yataraba bashandarara yeketerere tena. Maria akakuja. That is why I respect Maria. Maria alikuja, tukavuta hiyo, wakafuga wakapeleka pale nje. Maria akazima hiyo moto. Maria mwenyewe, mama wa Yesu, yeye mwenyewe. Moto ikabadilika, ikakuwa maziwa. Na siku hiyo kako kamutu kama mama yako kanaitwa Wairimu, kalikuwa kameita watu wale ambao wamepitia kwenye mauchawi. Si walikuja hapa siku moja, siku hiyo kuna mmoja alileta uchawi mpaka hapa, akasema tumekuja kuangalia hii huduma yenu kama itaendelea. Tulifaulu kuendelea, lakini tulifaulu kama tumeshikilia mara kwa mkono. Maana ile kitu tuliona mwanzo. Ushaiona gasi peke yake inajiakisha moto na inaaka na inawaka, inaleta moto, inakuwa blue, inakaa huku yote, inakaa kimoto kia blue na ni meko. Kama si Maria. Alafu sasa utaki kutoroka, mimi sitaki kutoroka, maana nikitoroka watu wakufie hapa. Nani angeenda mahakamani? Ni mimi. Nimetoa watu kafara. Sasa unakaa hapa, unaona sasa nikufe. Sasa unashindwa Dracula niki. Mimi nakufa kwa nini? Mpaka Maria akakuja. Asante sana. Mwambie asante. Yes. So those are the gates that open, the spiritual gates. Na zinakuja through many systems. And one of the entries zinaingianga kwenye life, your own soul, and the environment around you. Your life, your soul,
and your environment zinakuja itora kama hii ama kanisa kama hii, this environment zinakuja hapa, unakuta ile language inaongelewa hapa. Kuna kipindi language hapa ilikuwa TDH, kipindi ilikuwa kile kitu kinazungumziwa hapa ni usherati, venye apostle amelala na wanawake. Unakuta huyu anasema apostle amelala na wanawake wote. Sasa yeye si mwanamke, yeye ni mwanaume, lakini anasema nimelala na wanawake hao wengine wote, yeye tu ndiye amebaki. Unasikia na yeye mwingine anasema apostle amelala, yani it is a language. Wakati wana attack they prepare a language ambayo muna activate that environment, ndio ikikuja ipate a fertile ground, ndio wakiingia already kila mtu mind yake ni toxic. So nobody will be able to resist. Nobody will be able to fight this spirit. Itakaa hapa kwa sababu imekuta watu already wanaogelelea. Huyu mama kuna siku moja nilisikia hapa akiongea. Akaongea matope hapa. Me, I am married. I am married. Don't joke with me. And I am rich. Maana alikuwa ameambiwa apostle anaenda kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ambaye apostle anaenda kwake, anaigililia kwa dirisha, anaingia, analala. Apostle huyu anaigililia kwa dirisha, analala, alafu asubuhi mapema apostle anatoka. Kwa sababu ni mimi nilikuwa nirushwe uchafu, the spiritually. Nirushwe, nichafuliwe. Nikikuwa defiled, kila mtu nyinyi atakuwa defiled. They will attack the altar. They will attack the presence of God. They will attack the systems of God ambazo zinafanyika hapa. That is how they will finish even your marriage. Mume wako ataenda afidiwe. Yani kakitu kadogo tu. Unaona hii karatasi ya maji, hii ya kufuga maji, hii karatasi hii ya kusili, hiyo tu ndio itakatika kapisi kadogo kakupatikane kwa nguo yako, kwa bagi yako. Bahati mbaya unapoenda kutoa simu kaaguke, si yako kanafuga condom. Sasa uta-explain condom ulikuwa unafanya nao nini? Muse na afu kwa izdadali muse anakuwa hapo, anaangalia, anaona hii ni karatasi ya condom, na kimakili yake itamuonesha ni condom. Na mtaanza vita wapi? Na hiyo marriage itakufia hapo. By the time mtakuja kulia kalikuwa karatasi ka chupa ya maji, already the marriage is gone. They will defile your mind first. They will defile. And how do they defile your mind? They will defile your mind by defiling your eyes. They defile your mind by defiling your eyes. You are made to see. And number 2, you will be made to hear. They will defile your ear. Bwana Yesu asifiwe sana. They will make you hear. Utakufanya kwanza uone, ndio number 2 usikie. Baada ya kusikia, they will use your mouth to say it. Now it will be no longer you. You'll be saying, what is this? And then after they say it, they use your mouth to say it, they will then enter into your heart. Sasa kutoka hapo, moyo wako unachukia huduma, moyo wako unachukia huyo mke, moyo wako unachukia hawa watu, moyo wako unaanza kuumia, moyo wako unaanza kulia. That is how they target you. So for you to win a spiritual battle, you have to be 100% sober hapa. Na ujue how to play around. Hii si ya kutorokea na hii si ya kupigana nayo, hii ni ya kutumia akili. Just brains. Just play around. Kama ni huyu anaanza kukutokosa, usimuonyeshe haiwezekani. Muonyeshe hata nilikuwa nauliza utakuja siku gani. Hata unamwambia kwenda, hata kesho unamletea mpaka ka chocolate, unamuonyesha it is true. It is possible. Ni Mungu amesema. Na hata unamwambia hata mimi nilisikia sauti. Ndio nilikuwa nataka ukonifahamu vizuri, nijue kama ni mimi ama ni Mungu. Lakini sauti kama hiyo ulisikia, nilisikia. Unamweka hapo, namwambia sasa wacha tupatie 21 days tuombe. Hii tutikahetelie gai tuombe. Anajua nimeweka mtu mkono. Sasa hiyo 21 day ingia kwa magoti. Oba na uambie Mungu, this is a snake. Chase it away from me. In 21 days utakuta mama kama huyu hataki hata kukuona. Unajaribu kumsalimia, anasema de mwakati na uru. Na unaona anaenda. Maana ushaakisha moto. You have put a wedge. You just put a wedge in between. Spiritual thing, they are much stronger than you because these things they will happen in the spirit. You don't see them, but they see you. Unasikia msana anasema namna gani? Anaonaga magogo. Huwezi kuwaona, lakini anawaona. Anaonaga machura zina ngo. Yeye anasikia, wewe usikii. Sasa niambie hiyo vitu utashinda namna gani? You can't win until you employ the systems of heaven. You open up the doors of heaven so zikusaidie kushinda hiyo vita. That's a very dangerous gate. A gate that will, most of us hapa hakuna mtu ajaingia kwa hiyo trap.
Nyonyo hapa. Either through your husband, through your wife, through a business partner, ama through a pastor, ama through a muganga, ama through something. One of you. Hapa hakuna mtu hajaingia kwa hiyo trap. Kama unajua hujaingia kwa hiyo trap, inua mkono yako juu. Niambie hapa. Inua mmoja. Kama unajua you've not entered into trap, a spiritual trap, inua mkono juu. Simeona udralia ado itaramenya kana ni maraigwa dali ya itaramenya kana ni kuria mara ugike nakyo kirauga ni ndete ici kirauga because all of us we have found ourselves in this problem. All of us we have found, hata nikiwa hapa mchungaji ninaweka kwa mitego mingi sana hapa na mingi out of 100 60 na nikamataga hapa inaniagushaga. Msionage mtu ati hapa kilini mtu mzuri. Na ndio naona siogopi nikiwazungumzia because I know tuko kwenye same pool. Hata wewe unamfanya makosa. Nakuja kusema mimi ni msharati. Hata wewe ni msharati. Ulijulia wapi mimi ni msharati? How did you find that name msharati? Ulitoa wapi? Kama wewe hujai kufanya ukajua hiyo ni msharati. You are a prostitute like me. If you call me a prostitute, hata wewe ni prostitute. Ukiita mwizi, hata wewe ni mwizi. Ukisema mimi nakunywaga, kwani ulinionea kwa bedroom nikikunywa? Ulikuwa na binocular? Ukaniona nikikunywa? Ama inakunywaga wapi pombe? Si ni kwa bar. Ulinionea wapi? Ulikuwa wapi ndio unione? Si lazima hata wewe ulikuwa kwa hiyo bar ama ulikuwa umeenda kuombea watu kwa bar. Yes, ukinipa mimi mlevi nasema okay, yes nakunywaga. So what? Si kwa sababu unajua naongea na mrefu mwenzangu. Ni kama mtu sasa gwete, tawige gweta aguire, gweta aguie eno. No aruma na muno makire okire oge. Nda gweta aguie eno. Dio no agire no kurakara. Usikasirike, maana ubwe inaogeaga na ubwa. Yeah. Ubwe inaogeaga na ubwa, nikikuita nugu ni kwa sababu mimi pia ni nugu na nakuelewana na tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtu akikuita msharati ni kwa sababu yeye ni msharati. Na ni kama anaona unamuavateki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwambie asante. Kwa hiyo namwambia gota, wekelea uzito, namwambia wekelea nini? Uzito kwa sababu umepata mwenza. So never be usikasirike ukiambiwa jambo. Ukiambiwa wewe unakuaga hivi, usikasirike. No, furahia because unaongea na mwenzako. Na Mungu kwenye same ground, territory ni moja. Sasa unakasirika kwa nini? Wewe ni ashoga. Niko imagine. Can you imagine how now? Yes, that is how to win spiritual battles. Spiritual gates ikifunguka, they are irresistible. They are powerful. They are strong because these are things you don't know. Things you've never witnessed. Things that will come to your life na hujui hata kidogo. Ni nini kimekuja? Wewe unafikiria ni jackpot. Wewe unafikiria ni breakthrough. Wewe unafikiria but there's no breakthrough. Umepata kimwanaume kama kizuri kama hiki. Wewe unafikiria Bwana amezungumza. Hakuna Bwana, ni wewe umejizungumzia na shetani wa kwenu. Amekuzungumzia. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukienda nyumbani ndio unakutana na mtu anaitwa narcissist. Paka unauliza huyu ni yule. Na ziko mama mwingine alikuwa na msiniuliza ni mama gani na tulikuwa tunaongea naye nini. Aliniambiaga ati mimi nakuaga na personality tatu. Ati kuna mtu wa madhabahu hapa, nikiwa hapa niko different. Nikienda kwa ofisi nakuaga different. Na nikienda kwa nyumba nakuaga different. Sasa nikamuuliza kwa ofisi yes na hapa yes. Kwa nyumba ulinijulia wapi? Kwa hivyo kuna venye unakujaga as a spirit. Sasa aliniambia akanikajua eno ni spirit amenye ileko na ndari oka gwakwa. Koki alijulia wapi? Ni kiroho kilikuja kwangu. Kwa hivyo kimonitoring spirit kinani monitor mpaka kwangu kwa nyumba. Ule msichana na monitor na machura na magogo na hisi zinatembea, anasema siko kwa koti yake, lakini bai tukimaliza hapa atakwambia hakuna. Yule na yeye ni magogo zinamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Wao magogo zanike hakuna. So tumeelewana, zinatumia eye, zinatumia ear, zinatumia mouth and they use the earth. The heart, not the earth. So religious, these spiritual gates, they open up to religious gates. When I say sana, this spiritual gate, they open up to the religious gate. Ndio nakuta mtu aliingia kwa dini kama ya Mackenzie na venye aliingia nobody understands. Alianza kunyamaza, alianza kukaaga peke yake, alianza yani alichange lifestyle. Marafiki aka withdraw. The moment you start seeing person ame withdraw, kuna religion anaingia. The withdraw, any withdraw, it leads somebody, kwa sababu he
or she is being converted into another system. Na hiyo system inakufanyanga inakuwa religious so that they can be able to control your spirit, they can control your soul and your mind. Ndio unakuta mtu badala ya change, unakuta mtu alikuwa mzuri, ni baba mzuri, ameanza kukunywa. Hajawahi kunywa pombe lakini ameanza kukunywa. Na anaanzianga kwa nyumba, haaziagi nje. Anatuma mke, anamletea ile ya cotton inaitagwa aje? Ile ya box. Wine ile ya box. Itakuwa ile ya box. Inaitagwa Serakas. Ile na hiyo ingine inaitagwa aje? Saka price. Watu walevi tuogeni. Walevi tuogeni. This is a free nation. Mlevi ni mlevi, tulikunywa. Namna gani? Wacha hii maneno ya kujifanya ati wewe unakaaga biguni. Kukunywa tulikunywa Hennessy. Watu wangapi wamekunywa Hennessy? Yes, watu wa Hennessy mkono juu wa Hennessy. Jamestown, watu wa Jamestown kamunywa ajo fake hata. Watu wa Jamestown ni yes, ni mmoja klasi. Watu wa Viceroy hiyo ni wegi. Watu wa ile ya white kabisa, Smirnoff Ice. Watu wa Kagwarana. Hiyo yote ni Guarana hapa. Hapa hakuna hiyo yote ni Guarana hapa. Tia kodera oru. Ndio wana Guarana. Muliwacha, hata sisi tuliwacha. Yes, tulikunywa. Tulikunywa na tuliwacha. So tukae na hiyo life, tulikunywa lakini mimi sijawacha kabisa. Mimi nikipata kagirasi ka wine, mimi nakula. Hiyo sijawacha kabisa. Wewe kama uliwacha, mimi sijawacha kabisa. Sitaki kudanganya Mungu wangu, maana si tunakunywa kawaini na nyinyi hapa. Sinawapatia kawaini hapa kila mtu. Yes, mna mesa. Na ni wenye na kaginyo hiki kalido. Na ukoja roho wa Mungu ateremke, kumbe ni walevi. Roho anateremka. Nikatodi. Na unaona mtu ama naona anaangalia ule anapitisha. Kama atachukua ingine. Huyu nani anaitangwa Daesimana? Kwa bi Daesimana. Daesimana aliambia mtu hapa akasema, ambieni apostle tuongeze ingine. Sahi apostle ndiye najua nilikuwa nawapatia ka juice. Akasema sahi apostle ndiye amejua maneno. Kumbe watu ni walevi ni mwenye hotere. Wamenyotas. Which is good. This is life that we have gone through. Bwana Yesu says, if you can only be able to win this battle by being able to expose those things. If you don't expose those things, they will still hang on you because you are keeping a secret. Unaziweka kama ka secret. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what has cost many of us. When you have the religious gate, not necessarily in kanisa, not necessarily in mosque, not religious gate, it is that you do religiously. Are you getting me? That which you do, kama ni sex, unapenda sex religiously, kama mimi, that is a religion. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unapenda kuvuta bagi religiously, lazima uvute mizikoto 3 kila siku, that is a religion. Kama unapenda kuiba, kudance, that is a religion. That which you do continuously without fail, that is what we call religion. Kwa hivyo msiweke akili yako ati ni Catholic ni nini, hapana. Also this Catholic churches, wewe unaonanga hizi kama sasa my sister hapa bidha kana nedoe bidha. Si unaonanga bidha anapendaka vita sana. Bidha ni wale watu wanapenda vita za kiroho, za kupigana. Uwezi kumletea ujiga hapo, muachanie hapa karibu, atakunyanyua. Na atakunyanyua hapa duniani na akunyanyulie kule kwa kiroho. Atakunyanyua. Si hawezi kucheza na wewe. Na ukiona amesema yes, tough yak. In the mighty name of Jesus. Ameingia level nyingine. Yes, unasikia amesema amen. Anajielewa. Ni wale watu wanapenyanga na wanapenya dunia nyingine. Na wakipenya huko, watakufinyia huko. Na atakutokelezea tu hivi, anakutokelezea, anakuangalia hivi mpaka unasikia kweli umefinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Si ni kweli bidha? Yes, unasikia. Sasa jihadhari. Usijaribu kucheza na huyu mama mkiwa hapa.
Huyu mama nilikuwa namkuta analala pale. Ile mesa ilikuwa pale. Analala hapo kwa mesa kwa mlango yangu na analala hapo juu. Mudusha yako irate. Capturing the territory. Ilibidi nimtoe. Nilipomtoa alienda kulala pale kwa ile kamlango ingine pale. Sasa nikashindwa kugudia ati aliuko. Yako maha alikuwa analala hapa kwa mlango. Alafu na yule mzee mwingine, ule guka. Na ukiwa guka alikuwa guka mjanja. Ni mkuka amesoma. Mkatiaji. Hiyo. Atake. Torali ya kutola uti. Dali ya kutola hada mkajo sai. Mulimwadi kunywa sai nake. Asa. Waruga. Yes. Alikuwa anaitaka pale anaita Musa, anaita Ani ashapeleka Ani. Si ni kweli Ani? Ani si ni kweli? Huyu ashakatiwa, ashapelekwa pale. Na akanunuliwa chai na madasibili. This is true. If we don't expose these things, they will come to haunt us. Huyu ashapelekwa nje. Ndio wewe ashapelekwa. Ulikataa. Alikuwa anasema maitu. Tiako degeria. Todio kabara. Gokinyokia okaora jerekeire matwine. Hallelujah. I'm still a pastor. Ndura tadra hujia kiugo kiega. Yes. Ni de right. Ndira ugonugwa pastor gire niko hujia. Oh. Goendelea kayodo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So the moment you are able to understand this the way they are doing and understand people, watu wako kama sasa nyinyi wote, hakuna mtu sijui ugojoe roho wako. Every one of you, I know your character, I know your behavior, I know what kind of spirit you are carrying. Najua ujiga yako, najua uwerevu yako, najua ukora yako, najua hata ukijaribu ukipaga kesho unapaga kitu, ukiinua tu Mungu anainuaga na wewe. Ukiinua ya left na inuaga ya right. Tunaendeshana. Ukienda kufanya kitu, unaanguka chini. And that is what has made me to survive in the city. Si watu wengi wana survive kwa city, wanamalizia yako mapema wanaenda. Maana city ndio inabebaga zile zinaitwa joka. Nani walicheza ile kadi? Unajua joka inakuwa moja peke yake. Na hiyo ndio inamalizaga game. The kadi. Hiyo ndio inamalizaga nini? Game. Sasa usipokuwa na hiyo, hawa watu watakumaliza. Hawa watu kiwaona hapa utafikiria wanasikiliza pastor, lakini wanasikiliza pastor. Kuna usiona hii nilikuja tu na shati nimevaa hapa na ameona first thing shati imeniua. Baka akaanza kufanya shati peke yake. Na you can imagine mtu anamalizwa na shati. So that thing that you do religiously, it compromises your relationship with God. It compromises the standards of God that is in you. Hiyo ndio inakumalizia. Hiyo ndio inakupiga. Hiyo ndio inakuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na hizo tumeelewa zinaingia through eye, through ear, through mouth, then to earth. So these religious gates, ndizo tunataka kujua. The gates of the church, the gates of your life, the gates of many places, tuchukue the gate of the church, heart and the mind gate. It comes from the heart and the mind game. Maana whatever now I'm talking to you, nacheza na akili yenu and the mind, the heart. The mind and the heart. Because it must be consumed by both the mind and the heart. You hear but consumed by the heart and the mind. So this is what comes in a crop in inakuwa a religious thing. Inakuwa something that will hold you. And these things, they will happen to you through understanding. These things will work. The spiritual gates, they will come to you through understanding. And number two, through
managing people, managing a system all through emotions. I create the emotions. Sasa kuna watu wanajua create an emotion mpaka watu wana feel, wana kusympathize na wewe. Unakuta mpaka mtu analia machozi because anataka psych your emotions. Once your emotions are psyched, unaingia into that gate. Gate yako inafunguka, a religious gate. A religious gate kwa sababu sasa kama ninataka kukutogosa, I'll be emotion. Sasa nikiona umekataa kabisa unitaki, nitaanza kulia. Nitakuhaida hivi, nitaanza na kwa sababu wewe upendagi kuona mtu analia, unaniambia oh darling, sorry, oh darling, I didn't mean to hurt you. Already nimecapture emotions zako. Sasa unaanza kufeel kama mimi, na unaona ni kama unakosea, lakini nimekuweka kwa mtego. Bwana Yesu asifiwe sana. And then from there you are controlled emotionally, and from there you get into a situation that you are not able to come out. The gates, the third gate you're getting in, tunaenda the gate of your former boss. The gate of your former boss. A former boss is a gate. How did you relate with the former boss? Alikulalisha mara ngapi kwa ofisi yake? Mulifanya deal ngapi na huyo boss? Mulifanya corruption ngani na huyo boss? Ulimufichililia aje na huyo boss? What kind of things were you doing? What kind of a relationship were you with your former boss? Alikutumiaje kama conduit ya kufanya corruption? Alikutumiaje kumupelekea kasichana ama kuenda kama sasa zamani mimi George Nyanja alikuwa bosi yangu, mimi nilikuwa watchman kwake. Sasa yeye alikuwa ananituma naenda namununulia condom namuletea, ama kasichana kakilete bibi, nyumba yake ni kubwa, ni ya kitu 20 rooms, bedrooms, so kuna milango mingi. Sasa alikuwa ananiambia nizunguke nichukue kasichana, was a good driver, na mpeleka kwa garage, anaigiria huko na mpeleka mpaka huko. So that's my former boss. Have I been forgiven of what I was doing? Bibi yake alikuwa kwa the next nyumba, the same house. Are you getting me? Wewe ni driver, wewe ndio unatumagwa uende nenda uchukue msichana fulani umpeleke mpaka Kawagware, umchukue umweke hapo, ukitoka hapo upitie Westland uende kwa ba fulani hapo uchukue yule msichana wa jana. That former boss. Those kind of activities mlikuwa mnafanya nao. Sasa mimi ni former boss wa huyu. Ni karakta gani, ni vitu gani tunafanyaka na yeye hapa ya kupubasa watu kanisani? Sasa akitoka hapa, hiyo makosa yote tulifanya na yeye, akienda, hiyo vitu akienda, alisamehewa bado kama bado ako nayo. So your former boss determines where you go. Kama bado kumulifanya vitu very spiritual, hata uondoke kwa hiyo kabuni, uende kwa kabuni nyingine, you will be haunted by things you are doing in the spiritual realm. Hizo vitu zitakuzuia, hautapata breakthrough because you are still held by the former boss. You are still held by the activities. Ni watu wangapi alikuambia nenda uchome pale, nenda ufanye hiyo kitu, nenda uchukue uvuje ile kitu, ukivuja hiyo kitu alafu ufunike, ndio huyo akikuja apatikane yeye ndiye amefuja. Hiyo ulibadilisha, ulisamehewa. Did you confess it? It is still haunting you. Your former boss can decide. Your former pastor, ulitoka ile kanisa ulitoka, hiyo pastor mlikuwa mnasikilizana na yeye, mlikosana na yeye, ulitoka huko kwa nini? Kama alikuwa mzuri ungetoka huko. Kwa hivyo mlikosana na yeye, so he is still in your life, bado na control because he ali-influence wewe kukuja hapa. You are here because of defiance. Ulikasirika, alikukasirisha. That is why here. Ile makanisa umeruka ni gapi? Makanisa kama 20. Hizo makanisa zote umeruka. Those are your former bosses. Bwana Yesu asifiwe sana. Na those former bosses bado zina kucontrol spiritually because ni makasiriko. Ukimusikia akitajwa kwa TV, akitajwa kwa radio, unasema tika na agwiye, bado you are still holding him. See, these people are still holding you. This is a gate that fails you to become what God created you to become, because they are stopping you. You are supposed for you to become a pastor, for you to become the man that God created you to be. There is this spirit ambayo inaachilia, the spirit of impartation. Mimi venye nikikuachilia nikuachilie kwa usalama, nimekuachilia to the next level. Huyo mwingine akikuachilia kwa usalama, amekuachilia to the next level. You are pushed
You are moved. Ndio unaona kulikuwa na John the Baptist and there was Jesus. John the Baptist was to usher in Jesus. Akamuleta, akamubatiza, akamwachilia, akaingilia to the next level. Bwana Yesu asifiwe sana. This very paramount, very important. These former bosses wako na power because spiritually any boss spiritually yako na power. Hata wewe ni mlevi, as long as you are boss, these are the people niliwaambia, the people who influence your life. Nani? Your father, your mother, your teacher, your nani? The chief, the area chief, ama the area administration. Mtu yote mwenye ako na cheo juu yako ana influencing maisha yako. Kwa hivyo kama mlikosana masi, kama mlikosana na former boss, because I know mlikosana, tafuta namna ujue venye utafuja hiyo madhabahu. Maana si alikutokosaka, maana mkaida sana mkakasirishana, because every boss mwenye ameandika kama ni mwanaume mwenye ameandika msichana lazima akutokose hiyo msichana, lazima amtogose. Kwa hivyo na akikataa msichana, akikataa, hiyo ni vita ya kiroho inaingia. Maana ataanza kukasa, ataanza kupigana na wewe, ataanza kukudhulumu katika in the speed, because he has the power, he has the control over you. Anaanza kupigana na wewe. Kutoka hapo unakuta kila kitu unajaribu kuwekelea kinaanguka, unajaribu kufanya kinaanguka, unajaribu kwenda mahali kinaanguka, because kuna mlango wa rejection. Maana huyu former boss ataachilia the spirit of rejection over you. Bwana Yesu asifiwe sana. Flores, don't worry. I know how many bosses mmekasirikana na hao. Na ndio naona maisha yako kutoka saa ile mlikosana na yule former boss, maisha yako ilianza kwenda hivi. Hata financially haikuagi vizuri. Si unaona sasa? Si unaona? Those former bosses are dangerous. Those former pastors are dangerous. Those former people are, those former boyfriend, huyo mama ani, huyo former boyfriend ama former husband, they are very dangerous in your life. They will control, they will manipulate you. Agwetaka gui yeno, shaitani yeno, mumarayo, no rahura umaraya. That is a gate amekufungulia. You will never be able to go through. Hautaenda, atakustagnate kwa hiyo system yake. Na utakuamililia hapo. Na ndio naona watu hapa waegi, mnakaa kubarikiwa lakini hakuna baraka. Mnakaa kuendelea lakini, na ndio mnaona badala muende kusolve mashida zenu huko, mlikuja kusolve na Ndura Waruinge. Mumeniletea shida hapa mpaka nywele imeng'oka kichwa ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini? Andika hapa utaniuliza. Wacha nimalize hapa. Andika tu utaniuliza nitajibu. Mtu yote akona swali ataandika. So that is very important. Clear with the people ambao mlikuwa na wao. Hawa watu wanaonanga hapa, wanatoka hapa kanisa kama hii, wanaenda wakigodhia dira na kuhiuria manini zao huko, ati ameenda amekasirika. Let me tell you, you will never succeed. Hata uende wapi, hata ufanye nini, you will never succeed. Come here. Hata kama nimekukosea, hata kama nimefanya nini, hata kama nikukosea, pretend as though wewe ndio umenikosea. Just pretend wewe ndio umenikosea. Ukuje tu tuongee, nikushike mkono hivi, nikuachilie kwa usalama. Otherwise, wale wote wametoka hapa, they will never see the end of the light. Hata mwingine alitoka, mimi nilitoka na madharau kwa James Maina Ng'ang'a hapa, ilibidi nirudi kwake. Tulienda tukafungua kanisa kingine hapa na huyu pale Belikanto. Kakashika vizuri. Venye kalianguka tuliletwa nabii mwingine kutoka Nakuru. Alikuwa na sana, alikuwa na utabii. Gati. Roho akishuka. Unedaua. Nekora dhima. Na venye kamutu kalienda, nikalikufa makako hai. Bibi yake ndiye alikufa. Venye tulivuka hakuna mtu alielewa, kila mtu alisambaratika kaenda kivyake. Ilibidi turudi. Mimi nilirudi hapo. Kule unaona Jerusalem kule amejenga huko, nilikuwa natuweka tubiri, nikaenda nikapelekea mzee, nikamwambia ukaguoni. Alipoenda pale akaongeza, sasa nasikia kuna eka karibu 200 amenunua huko kote, amenunua. Nikaenda kujitetea, nikamwambia mzee, yeye ndiye alikuwa amenikosea, lakini nilienda ni kama ni mimi nilimkosea. Ukisikia umetosheka na Waruinge, toka hiyo ya hori tutinoge dhihare. Utakula utaumia. Wacha angalia, enda ufuatilie wale wametoka hapa na madharau. Yule Samia na wadikia kama msi alifungua kanisa, kalimaliza wiki 2 kakafuga. Wiki 2, si alikuwa amekuita uende huko. Wiki ngapi? 2. Nilikazima. Na si lazima nizime, nilikuwa nimezima ile grieving ya spirit yangu. Ile uliona nimemeke noises hapa, kalizimu. Don't. Wachana na kupigana na mtu mwenye amekulisha.
Mtu mwenye amekupatia neno limekusaidia kwa njia moja au nyingine, huyo mtu usipigane na yeye. Hata umkute kwa mlevi ama umkute kwa bibi ya wenyewe amelalia bibi wa wenyewe, just fuga macho ni kama haukuona, weenda na usiongee story hiyo. Wewe ako na kumuuliza maswali kule biguni. Mimi huwezi kunipiga, utanipiga. Mungu anajua Yesu nilikutwa nikiwa na mama ya wenyewe. Mimi ukiinukia, Mungu atakupiga kwanza, mimi ataenda kuninyorosea kado, ataniondoa kwa macho yako, aende anipigie kado mahali hamutaniona nikinyorosewa. Lakini wewe utanyoroswa kila mtu akiona. Ndio mtu aliye na tabia kama zako iwe lesson kwake. Bwana Yesu asifiwe. Don't touch. Hiyo mnasikia don't. Daudi alikuwa na power ya kumuua nani? Sauli. Na alikuta Sauli amelala. Alikuwa na power. Lakini akasema huyu sigusi, maana anayefaa kumguza ako biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anybody that is senior than you, don't touch them. Hata kama ni mbaya, pretend wewe ndio umemkosea, mwambie sorry. Just pretend umemkosea, mwambie sorry. Ukitaka kutoka hapa, kuja nipatie hata kama ni 200, uniambie Vavaito ni odeithiti ni kumaria ndokire guku ndi mundu murathime, nimechange, life yangu imechange sana. Wewe unajua huko ndani ni kurorora, nifurahishe ndio niaseme namna gani. Mungu akubariki mahali unaenda, Mungu akubariki, ufunguliwe. Ni hiyo nikitoa hiyo, it is not reversible, siwezi kureverse. Na unalia kidogo, pretend kabisa hata kama ni mimi nimekukosea. I am your senior, I am your boss here. Na ninaweza kuweka roko maisha yako forever. Utorojiruka huko. Tathi musharia mahujira muhiteirie. Mwende mutafute wale wahujia mumekosea. Nenda mutafute tu, mwambie muhujio tuire kwa karacha ni ate ni kwega ni worire muno. Ni kigo kire wahujirie no kyo kinduragia. Ni njikara gogo kadirikira ciugo icio ile watu hujagiria no cio nendenda guka gukugurira cai, anakwambia kuja. Sasa mnaambia na mkutana mahali mnaenda kukutana, musalimie. Unaona kwanza prepare, ulikuwa umeprepare yeye, anajua bado unamkumbuka. Ndio amweli na huko anasema ndio amweli ni akajalia. Simeona sasa ameanza kunitafuta. Sasa kienda huko nitaachilia baraka kwako kwa sababu umetii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mwerefu, wacha kujifuga na milango ya hii dunia, milango ya mabosi. Wacha kujifuga na milango ya bwana yako, boyfriend, your former boyfriend. Wacha kujifuga na hiyo milango ya former boyfriend ama former girlfriend. Ndio naona wanawake wote wale nimekuwa urafiki na wao, mimi bado na maintain urafiki. Wote. Hakuna mmoja ni adui wangu. Wote. Niko na wao karibu 25. Wote ni marafiki zangu. Wakati ninatayarisha mtoto wangu, wote na waitaga wanakuja, kila mtu anakuja na kitu, tunatayarisha mtoto anakaa. Watu wanakula na wanafurahi. Na wanakaaga meza moja wote. Na watoto wao pamoja. Na wanawapikia vizuri, wananunua wanakomboa matendi na mabuzi tunakula. That is how to maintain the healthy life yako na ya future ya watoto wako. Unakuwa na akili. Tekwihura githo ni mundu meta cio ri ni ndikimutambura ni ndikienda kumuigwa andida kumuigwa wewe ukamuigwa we gitanda-ini ucuritio maguru uguo utamutafuta. Avoid them and clear your ways. Don't carry baggages. Clear your ways. Kila kajia ukijua tulikosana na wewe, kuja clear that way. Kama kuna kitu tulifanya na wewe, kuja clear that way. Uende ukiedaga, usikuwe kuna baggages inaweza kukuzuia, maana hiyo mlango iko, kama iko itakuvugia mlango mwingine. Maana hakuna mlango inaweza kuvuguka kama kuna mlango mwingine imefungwa. Hakuna. Hata kama ilifungwa na kakiweta kanaidaga hii. Hako kakiwete utaenda kukapigia magoti. You need to have the leeway. Fungua milango yako. Wacha kujishika. Kama ulikosanaga na Bwana, yes alikukosea, ulimkuta na housemaid kwa nyumba. Yes, hakuna mwili yako alitumia yake na ya housemaid. Tafuta njia na umuonyeshe wewe ndio ulimkosea. Mfunguane. Akikufungua nenda hasa maisha yako. Sasa unakutaka mnakosana na wewe Charity, atatoletwa hetania, ukadi ukashalia ke modo yake atenegeza onifirithie. Hakuna feeling nitakuwa nayo, nimekushika. Uta huyu mtakosana the way what I did, he will do it. Utoke hapo ukutana na kamuse kama kale na yeye kufanya nini? Hivyo. You will never come out of the trap. You will always be in the trap because it is a spiritual gate. Na kama ni spiritual gate, it flows. Now one gate opens another gate. Bwana Yesu asifiwe sana. One gate opens another and closes another gate. So this is a trap that you will never utaishi kwa hiyo trap. Na hutatoka. Na utaishi hapo na mabitterness zako na mashida zako.
Angalia sasa venye nilitoka hapo kwa kuhangana tukiwa na huyu. Tuliteseka. Na yeye alisema hakuna mahali wanaenda, ati nimesikia watu wengine wamefungua kwa kioski na hapa. Na kweli kalikuwa kwa kioski. Ilibidi ninyenyekee na nguvu zangu zote na mamlaka yangu yote. Nikaenda nikaongea na yeye. Na kutoka siku hiyo maisha ikakuwa safi. Yeni kayogo niko wokere. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome ingine ama tuachie ingine? Tutigeresha na ilia. Tutigeresha jao ilia. Mwende nyumbani, si ndio? Kwa sababu hii ni topic tutaenda 3 good months. Non stop. Tusome moja tu alafu mwende. The gates of external enemies. The gates of external enemies. Who are the external enemies? These are the people that are outside your territory. Kama sasa tunapiga hii kanisa tunapigwa na mapasta wote. Those are external enemies. Kuna watu wako pale wanasikia wivu kwa sababu tuko na church. Kuna watu wanaulisaga Waruinge anasomeshana saa 12, saa 5 na tena watu wanarudi kanisa. Kuna mtu anajaribu kusukubizia washirika wake awafanye hivyo. They can't do that. So the question, what does he do? Kwani ni nini hii anafundishana? Ni nini hii wanasikiliza mtu amogeke? Kokia na ulisago na huko chini Israeli. Anaulisago mtu amogeke mnaambianaga na nini? Huyu mama na ulisago kwa mogeke mogera kake. Kuna mzee yako hapa Thika Road na yeye anaulisaga bibi yake. Huyo mtu namsikilizaga. Anawaambiaga nini sasa? Wacha aoche, lakini yeye anaachaga bibi hadi alale, alafu anawacha bibi akilala akisikia bibi anangorota, ana switch on. Anawashi Ndura. Wanalipenda, lakini wanalipenda wakiwa alone, hawataki watu wengine wasikilize, wanataka wao wasikilize. Alafu unaona anafanya hiyo maneno Ndura alisema, lakini hataki bibi yake ajue anawachigi Ndura. Na akisikia bibi amekuja kwa Ndura, bibi atakula sababu gapi? Wase wengine wananiambia kanidi kwenda kwa kanisa ine toshamania hada Serena. Sasa na huyo bibi yake yako wapi? Ako hapa. Sasa naenda napatia story, ananipatia story. Kumbe nataka usaidizi kutoka kwangu. Na ananiambia ndogakere mutumia nemenyaga nio kakakugwa kuwe. Bwana Yesu asifiwe sana. The external people, the external forces and powers ni wale watu wako externally, wako nje yako, wana kuattack from outside. Those are the gates ambazo zinafungaga gate ya nje. Mahali ulikuwa unataka sasa kuenda Nakuru, unakuta kumewekewa bloko Nakuru. Ulikuwa unataka kwenda Mombasa, umewekewa bloko Mombasa. Ulikuwa unataka kwenda Amerika, unakuta kuna watu wamegang up Amerika. Wanaenda kwa serikali ya Amerika kusema Ndura ni mkora, asikubalishwe kupatiwa visa. Na hawakujui, ni kusikia wanasikia tu unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. And this one wanakuanga very dangerous because you don't know them. Sasa hiyo ndio unaombaga hekima kutoka kwa Mungu anakusaidia ya kwenda kufanya nini? Kuomba maombi, milango hiyo yanaije ifunguliwe. Maana hiyo milango inakuwaga migumu sana wakati ungetaka ifunguliwe. Hebu tusome kitabu sasa, tusome kitabu ya Psalms 100 verse 4. Ndio tumalizia hapo. Hiyo ingine tutakuwa Bible verses oriented. Tukiendaga pole. Tutapata hiyo. Ama Job 38:17. Either one of them. 104. Yes, alafu mwambie prepare Job. Enter the temple gates with thanksgiving. Go into its courts with praise. Give thanks to him and praise him. That is when you have, unajua kuna gates zimefungwa na kule na usijui. Sasa hapa you enter into the temple. The temple gates with thanksgiving. You give a sacrifice of thanksgiving. Kama sasa ninaenda Europe, ninatoa kwanza sacrifice ya thanksgiving. Ndio nikikuta kulikienda kule, milango nakuta imefunguka. Kwa sababu sijui ni nani ananipiga, sijui ni nani ameniendea huko, sijui nani ameniwekea. Ninataka kuoa huyu bibi. Sasa nimeanza kuprepare kwao huyu hajakubalishwa kuolewa. Sasa mabrother na makasi na watu wengine wanaanza kumpiga, wanamzuia. Na ni kwa nini? Kwa sababu ametaka kuolewa. Sio kwa sababu yangu, external forces zimezuia kule.
Sasa nikienda kufikiria kumfuata, kumbe amefurutwa. Naenda kumfuata, amefurutwa. Those external forces, they work badly against you. Unfortunately, hauwajuagi. So that is why you need to enter into the temple with thanksgiving, so that the doors that are closed, that you don't know, they can be opened up. Tuangalie kitabu cha Job, tumalizie hapo. Job what? 38 verse what? Verse 17. 38 verse 17. And quickly. Hawa watu wanataka kwenda nyumbani wakanunulie wazee wao mrenda. Leo mmefurahi. Mwe mliachangamfu. Ni kwa sababu nilikula saga jana. Saga na maziwa ya makaa. Mursik. Yes. Has anyone ever shown you the gates that guard the dark world of the dead? Has anyone? So there is a gate that guards the dark world of who? The dead. Those are things that you don't know. Things that you don't know. Have anyone ever shown you? Zile vitu hujui. Ile no ibara yoro ithagio na kuna domenyaga. No ya ndora makuhuraga na kuna maiguaga tu oroda no mahuranaga na roda matoi. Maiguaga masi no mahuranaga masi matoi. They just fighting. Wanapiga mtu hawakujui lakini wanakupiga tu bure. Has anyone ever shown you the gates that guard the dark world? There are gates that guard the dark world. Katika ulimwengu wa giza kuna milango, kuna gates zimewekwa za guarding. So how do you open them? You go with thanksgiving because you don't know them. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't know them kabisa. Hujui. Hao ni maadui wa biashara yako na hauwajui. Maadui wa ndoa yako hauwajui. Maadui wa familia yenu. Yaani kuna watu wanarowaga tu familia. Wanasikiaga tu mtoto wa familia hiyo unarogwa tu na hawana reason na wewe hujui. Sasa unashidaka hapa na shida, unashida ukilia, pesa yako ilikamatwa na ikafungiwa mahali na haujui, you are not able to access that money because somebody somewhere walifungia hiyo baraka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie na Matthew 16:18. Matthew 16:18. Wow. This kind of education, where can you find it? So I am the best. Yes. Hallelujah. Amen. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock, foundations, I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. 8:19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. What you would prohibit on earth will be prohibited in heaven. And what you permit on earth will be permitted in heaven. So you are what? A gate. You can be able to make decisions on somebody's life. Nimekufuga katika jina la Yesu Kristo. I have prohibited. Nimemshika, nimemfunga. Because I am a gate. Nimekufungua katika jina la Yesu Kristo. Nimefungua gate tena. Are you getting me? That's the power that you have. The power to be able to do things and work. So tomorrow muthenia. I don't know why tomorrow. You shouldn't be worried about tomorrow because you got the power. Verse 20. You got the power to be able to prohibit, to be able to contain. Ile ingine hiyo nitakuwa nini? A different version of the Bible inasema, and the gates of hell shall never prevail over it. Hallelujah. And the gates of hell shall never do what? Then they charged his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. So secrecy towards defeating this is paramount. Secrecy. Maintain the secrecy. Maintain it. God bless you. Leteni mshahara. Kila mtu akuje na 1,000. Tuanze na laini hapa. 1,000. School fees. Digo choka kumufundithia ugo nda mufundithia na hinya ugo. Alafu Monday nini Sunday? Si ni Sunday ama ni Wednesday? Tuko na service ya Kikuyu.
na tutaifanya saa 3 asubuhi, saa 2 ama saa 3. Service, pure service Kikuyu. Tufanye Sunday ama Wednesday? Si lazima Wednesday, simkuja sa Wednesday tufanye hiyo service. Nimepatiwa chance ina media station. Na nimepatiwa 1 full hour. Na nikikaa sana itapotea. Na wamenipatia for 1 year. For free. So why can't we do it on Wednesday? Ndio tufanye recording mzuri tuwapelekee. Mujione, na ile ya kawaida ya lunch hour tufanye 1 full hour. Tuhubiri na Kikuyu pure. Bidhaa sikuje. Ama unasikiaga Kikuyu? Usikuje. Wako job. Sasa wewe unakwanga job, ujaenda maternity? Kwani hakuna maternity? Na mbona unaendelea na kazi? Okay. Nani mwingine anataka kwenda maternity? Leteni sadaka zenu. Nataka kushika kwa mkono yangu. Nataka kushika na mkono wangu. Ndio nijue unaleta, usilete less than 500. Usilete less than 500. Hiki ni githomo. Hizi sadaka. Wewe mulitaka, wewe ni nyumori hatu 50. Lete. Sharedi. Ulisikia ile maneno uliambiwa? Huyo sasa ndiye anapigaga hii kanisa. That's an internal. Sasa tutaangalia internal enemies. Yes. Gataga. Na kuna mazishi ya one of the founder members ya hii kanisa, bwana yake alikufa huko Gataga. Anaitwa Nancy Kehu. Mnajua Nancy Kehu? Wale wanajuaga. Naongeaga kuhusu Nancy Kehu sana. Ule mama anatuleteaga maneno mingi hapa. Bwana yake aliaga, na mtu mwenye anaweza taka kuenda ajiandikishe. Tutaenda hiyo mazishi, hiyo lazima niende. Ule mwenye alisema Thika haitafunguliwa. Hiyo lazima. Bwana yake ndiye amekufa. Nani? Nazikifu alikufa. Tia kuoraga mtumia ule age. Amekufa, ndio tunaenda kuzika Wednesday. Ndio? Kikuyu service. Si mtaenda, mtabaki, mimi nitabaki nikihubiri. Tuesday tunaenda kwa Roda. Walitangaza? Tunapeleka Roda mazishi. Tujiandikishe. Wale watu tutaenda Kataga na wale watu tutaenda. Yes kijana, thank you. Ndio laruta. Umetoa? Okay. Fafaito. Nani ukiraga muno, mundu ni arutaga mugabo. Eni, karutaga mugabo kanini atumia matige kuona gatadeika goko. Kinyama kemenyera uru. Asante. Hii simu ni ya nani na inafanya nini hapa? Ama ilitolewa kama sadaka? Si sadaka? Urona gathingira rahora. Riu amicokia kwithingira. Inakishwa wapi pandekani? Haina moto. Sasa sikae hapa. Acha ikae hapa tuiangalie. Thank you. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka kuwasaidia kidogo leo. Niwasaidie. Kwa sababu nahisi the topic you are discussing about
it can be somehow dangerous to you. Unaona hivyo? It can be very dangerous to you. Sasa nataka kila mtu achukue bahasha. Wende utafute sacrifice. Sunday unilete. Because whatever we are discussing, it is that which has caused you to be what you are today. So wakirealize unaenda kufuguka, watakumaliza. This is not kitu rahisi hivyo, mnaona? Itakugoka. So lete bahasha niwapatie kwa mikono yangu. Mtu wende weke sacrifice nzuri weke hapo. Uangalie hizo vitu tumezungumzia kama zimekuwa affect. Simulete bahasha, mimi ndio nimeitisha. Jerry. Lete zote. Kujieni hapa mwenye nataka. Katika hiyo sacrifice uinikirudi watoto wako. Bethel Clouds TV, empowering whatever lives. that you intend to do, just include it. Unaweza kuandika karatasi kidogo uweke ndani.